Yafaa kuelewa vyema shabaha ya uchaguzi huu. Uchaguzi unafanywa ili wananchi wa taifa hili waweze kuwa na wajumbe wao katika vikao vinavyoamua mambo muhimu katika taifa na katika wilaya. Huo ndio usia wetu wa baba kwa leo. Sasa lazima tujaribu kupata utawala wa watu wa kila jimbo la uchaguzi, wamchague mjumbe wao atakayesema kwa niaba yao na kutumia ujuzi wake kwa niaba yao katika bunge au katika halmashauri ya wilaya. Na kama wakichagua mjumbe anayefaa, atarudi na kueleza anachofanya na kwa sababu gani. Na kila mara atafanya kila awezalo kuwa karibu na mawazo na fikara za wananchi anaowawakilisha. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba uchaguzi huu ni wa maana sana kwetu sisi sote. Tutakayemchagua ndiye kwa miaka 5 ijayo atakayekuwa mjumbe wetu katika halmashauri ya wilaya au katika bunge. Kwa uchaguzi wa wabunge na madiwani, mpiga kura ana uchaguzi wa kweli kweli na wa maana sana. Tunahitaji watu wenye kupendelea mambo mbalimbali na wenye ujuzi mbalimbali katika bunge letu na katika halmashauri zetu za wilaya. Maana kuamua kwetu ni mwanzo tu. Ni mwanzo wa kutuelekeza katika siku zinazokuja. Bunge la Tanzania na halmashauri za wilaya vitalazimika kuamua mambo kama kiasi gani cha mapato yetu kitumike kwa faida yetu ya binafsi. Kwa niaba yetu watalazimika kuamua sehemu gani ya mali yetu tunaweza kuitumia katika kuendeleza huduma zetu za jumla. Na mwisho watalazimika kuamua pia kwa niaba yetu ni sehemu gani itumike kwa mipango mipya ya maendeleo. Hata hapo uamuzi kama huo utakapokuwa umekwisha kufanywa, serikali kuu na serikali za mitaa zitalazimika kuamua jinsi gani ya kugawa fedha kutumika katika huduma mbalimbali na katika aina mbalimbali za mipango yetu ya maendeleo. Ndio kusema kwamba halmashauri zetu za wilaya na bunge letu vinafanya uamuzi utakaopanga uzito tutakaoweka katika mipango mbalimbali inayohusu maendeleo ya wilaya yetu na taifa letu. Kwa hiyo tabia na mawazo ya jumbe wetu ni mambo ya maana sana. Kwa mfano, pengine mmoja wa watu wanaogombea kiti cha udiwani katika wilaya yako anaona kwamba wakati wa kujadili matumizi ya halmashauri ya wilaya itafaa mkazo utiliwe katika shughuli za kuwapatia wananchi maji. Wa pili pengine anadhani inafaa barabara na madaraja yatiliwe mkazo zaidi. Kwamba mfano huu ni rahisi mno, maana hakuna mtu mwenye akili atakayesema kwamba isitumike hata senti moja katika shughuli za kuwaletea wananchi maji au isitumike hata senti moja katika shughuli za barabara na madaraja. Ni jinsi ya kutilia mkazo tu jambo gani muhimu zaidi kuliko jambo jingine. Vile vile pengine mtu mmoja anayegombea kiti atawashawishi watu wawe radhi kulipa kodi zaidi ili halmashauri ipate fedha nyingi zaidi za kuweza kutumia katika huduma za jumla. Na pengine yule mwingine atasema kuwa mkazo zaidi yafaa utiliwe katika kukusanya vizuri kodi zilizokwisha kuamuliwa na kufanya ukali zaidi kwa wale wanaokwepa kulipa kodi. Na katika uchaguzi wa wabunge kunaweza kukatokea tofauti za namna hiyo hiyo baina ya wananchi wanaotaka mwachague. Pengine mmoja wao anajishughulisha sana na mambo ya afya na anaona kwamba mpaka sasa jambo hilo la afya hatujalitilia mkazo sana. Pengine wa pili anaona kwamba ingawa jambo la afya ni la maana, lakini la maana zaidi ni kuongeza utaalamu na huduma kwa wakulima ili waongeze mapato yao, na kwa njia hiyo tuweze kuongeza mali tunayoweza kuitumia katika mambo mengine tunayotaka kuyafanya. Au vile vile pengine mmoja katika wagombea kiti anapenda sana siasa ya Tanzania katika nchi za nje, na wa pili anapenda sana siasa ya viwanda. Ni wazi kwamba kwa kawaida kila mgombea kiti atakuwa anapenda mambo mengi, na pengine utaona kwamba katika mambo mengine makubwa mawazo yao yanafanana. Kufikiri habari za mawazo yao hayo juu ya mambo mbalimbali ya siasa ya nchi kutaweza kukusaidia kuamua ni yupi ambaye anaweza kueleza mawazo na mahitaji yako
katika bunge na katika halmashauri ya wilaya. Lakini natumaini kwamba wote katika uchaguzi wa wabunge na wa madiwani akili ya kutosha kutambua kwamba haiwezekani mambo yote kutendeka mara moja, na kwamba hakuna kitu katika ulimwengu huu ambacho kinapatikana bure. Tunaweza kujiendeleza wenyewe, lakini hatuwezi kufanya hivyo bila ya kufanya kazi na kujitolea. Wala hatuwezi kupata maendeleo katika siku moja. Kuna jambo jingine linalofaa kukumbukwa wakati tunapofikiria jinsi ya kupiga kura. Mgombea kiti mzuri lazima awe mtiifu kwa chama na lazima akubali kila uamuzi uliofanywa kwa mujibu wa katiba yake. Tunahitaji bunge na halmashauri za wilaya zenye wajumbe safi na wanyenyekevu kwa watu. Lakini vile vile tunahitaji wabunge na madiwani wenye mawazo yao wenyewe na wanaoweza kujadili jinsi kuweza kutimiza shabaha zetu vizuri zaidi. Bunge nzuri na halmashauri nzuri vitakuwa na watu wenye mawazo mbali katika mambo ya maendeleo ya uchumi na ya utawala. Itakuwa na watu wenye kupendelea mambo mbali katika kazi mbali na watu wanaofikiria mambo wao wenyewe na halafu wakaeleza mawazo yao. Unapopata kundi la watu wa namna hiyo, basi wanaweza kujadiliana pamoja mpaka wakubaliane njia inayofaa zaidi katika mwendo wa taifa letu au wa wilaya yetu. Yampasa mpiga kura afikirie mambo yote hayo wakati anapoamua ampigie kura nani. Lakini kura ni asiri. Huna haja ya kumwambia mtu yeyote jinsi unavyopenda kupiga kura au jinsi ulivyopiga kura. Ni wazi kwamba kama mtu akikuhonga fedha umpigie kura yeye au mtu mwingine, au kama mtu anakupa vitu au anakupendelea ili umunge mkono, basi lazima taarifa ya kitendo hicho ipelekwe haraka sana mahala panapohusika. Kadhalika, kama mgombea kiti anajaribu kujiongezea kura kwa kufanya kampeni za siri, basi inafaa wapiga kura wafikiri kama mtu wa namna hiyo ni mwaminifu wa kutosha kupata hadhi na madaraka katika halmashauri au katika bunge. Kwa utaratibu wetu, wagombea kiti wanatakiwa kuomba kura kwa kutumia tu mipango rasmi ya mikutano inayotayarishwa. Ni njia hiyo tu ya mikutano na maelezo ya hadhara ambayo mgombea kiti anaruhusiwa kutumia kuwaombeni kura zenu. Maelezo hayo yote maana yake sio kwamba huwezi kuzungumza na rafiki yako habari za wagombea kiti mbali ukipenda kufanya hivyo. Na kama wewe binafsi umewasikiliza wagombea kiti wawili na unataka kuwaeleza wengine ambao hawakuwapo katika mkutano huo kwamba wewe unadhani kuwa ni nani katika hao aliyebora kuliko mwingine, hii ni haki yako kama raia. Lakini ni haki yako vile vile kukataa kujadili habari za wagombea kiti hao au kukataa kusema utampigia kura nani, maana kura yako ni asiri. Wakati mwingine huenda unafahamu sana habari za mmoja wa wagombea kiti kwa kazi yake katika chama au katika taifa kwa siku zilizopita, na kama mmoja wao alikuwa mbunge au diwani kabla ya uchaguzi huu, unaweza kumpima kwa upande mmoja kwa kazi aliyokwisha kuifanya. Lakini kuna mambo mawili nataka kuwakumbusheni. Kwanza, utakapopiga kura yako, hudaiwi kupiga kura ya asante kwa kazi ya siku zilizopita. Unaombwa kupiga kura ya imani kuwa mtu unayemchagua anaweza kuwatumikia katika siku zijazo. Inawezekana mtu mzuri sana akawa sasa kwa mawazo yake ni mzee mno au mgonjwa mno kuweza kufanya kazi nzuri katika miaka 5 ijayo kama alivyoifanya siku zilizopita. Kazi ya siku zilizopita ni kipimo kimoja tu cha uwezo wa mtu kuwatumikia, sio hirizi ya uwezo wa siku za mbele. Pili, ingawa kura si asante na wala si zawadi kwa kazi iliyopita, ni imani kwa kazi ya siku za mbele,
mnachagua watu wa kuiongoza nchi yetu kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Kama huna imani tena na kiongozi wa zamani, mjaribu kiongozi mwingine ikiwa unaamini kuwa huyo mwingine ni kiongozi bora zaidi. Lakini ikiwa kiongozi wako wa zamani kafanya kazi yake vizuri katika kipindi kilichopita na huna sababu ya kufanya ufikiri kuwa hataendelea kufanya kazi yake vizuri katika kipindi kifuatacho, usimbadili tu kama nguo ili ujifurahishe moyo. Kubadili viongozi kama nguo kunaweza kufanya uchaguzi ukawa kichekesho. Ningependa kuwakumbusheni jambo moja la maana sana. Mnapochagua wabunge, hamchagui serikali. Serikali huchaguliwa au tuseme hupangwa na rais. Lakini rais anapopanga serikali hutumia viongozi ambao nyinyi mmewachagua. Ni kweli kwamba rais amepewa uwezo wa kuchagua wabunge wachache na anaweza baadhi yao akawafanya mawaziri. Lakini hiyo ndiyo shabaha ya katiba yetu. Shabaha ya katiba yetu ni kwamba wananchi wachague rais na wabunge na rais achague serikali kutokana na wabunge. Mkichagua viongozi bora, rais ataweza kuchagua baadhi yao kuendesha serikali. Mkichagua viongozi wasiofaa, kazi ya kuunda serikali huwa ngumu sana. Sina shaka mtachagua kwa makini na mtachagua viongozi bora. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Oktoba 25 mwaka 1970 akilihutubia taifa kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu.